Je, unajua kwamba mbuzi mmoja wa gala anaweza kukuletea faida kubwa kuliko unavyoweza kufikiria? Na je, unajua kwamba wafugaji wengi wanaopata mafanikio leo wameanza na mbuzi wachache tu? Kama umewahi kujiuliza ni aina gani ya mbuzi unaweza kufuga ili kuongeza kipato chako, basi makala hii ya Shamba Ujuzi itakujuza na kukuonesha siri za ufugaji wa mbuzi aina ya gala. Mbuzi ambao wanazidi kuteka soko la nyama katika Afrika Mashariki kutokana na ukuaji wao wa haraka, ukubwa wao wa kuvutia na uwezo wao wa kuhimili mazingira magumu. Karibu Shamba Ujuzi Safari. Katika ulimwengu wa leo ambapo gharama za maisha zinaendelea kupanda, watu wengi wanatafuta njia mbadala ya kujiongezea kipato. Wengine wanaingia kwenye biashara, wengine kilimo, lakini kundi kubwa la watu limegundua hazina iliyojificha katika ufugaji wa mbuzi aina ya gala. Mbuzi hawa si mbuzi wa kawaida. Ukimwona kwa mara ya kwanza, unaweza kudhani ni kondoo mkubwa kutokana na umbo lake la kuvutia. Wana miili mikubwa, miguu mirefu, masikio marefu yanayoning'inia na uwezo wa kuongeza uzito kwa kasi kubwa. Asili yao ni maeneo ya ukame ya Kenya na Somalia. Kwa miaka mingi wamezoea mazingira magumu, jambo ambalo limewafanya kuwa moja ya mifugo inaweza kuhimili hali ambayo mifugo mingine hushindwa. Lakini kwa nini wafugaji wengi wanakimbilia mbuzi wa gala? Jibu linaweza kuwa ni rahisi: faida. Mbuzi wa gala hukua kwa kasi kubwa kuliko mbuzi wa kienyeji. Hii ina maana kwamba ndani ya muda mfupi unaweza kuwa na mbuzi wenye uzito mkubwa unaovutia wanunuzi sokoni. Katika kipindi ambacho mahitaji ya nyama yanaongezeka kila siku, mbuzi wa gala wamekuwa chaguo la wafanyabiashara wengi wa nyama, hoteli, migahawa na hata wafugaji wanaotaka kuboresha mifugo yao. Fikiria kuuza mbuzi mmoja mwenye afya nzuri kwa bei kubwa zaidi kutokana na ukubwa wake na ubora wa nyama yake. Hiyo ndio sababu wafugaji wengi wanaona mbuzi wa gala kama uwekezaji wenye faida. Lakini mafanikio katika ufugaji hayaji kwa bahati, bali ni juhudi kwa mfugaji. Hatua ya kwanza katika ufugaji wa mbuzi ni kuandalia mazingira bora. Banda la mbuzi wa gala linapaswa kuwa safi, kavu na lenye hewa ya kutosha. Kumbuka, banda bora si anasa, bali ni kinga dhidi ya magonjwa. Banda chafu linaweza kuharibu mradi wako wote ndani ya muda mfupi. Baada ya banda, jambo muhimu zaidi ni lishe. Kuna msemo unasema mbuzi bora hujengwa na chakula bora. Mbuzi wa gala wanahitaji malisho yenye virutubisho vya kutosha. Nyasi bora, majani ya mikunde pamoja na majani ya miti ya malisho yanaweza kusaidia kukua kwa haraka zaidi. Lakini kama unataka kuona matokeo makubwa zaidi, ongeza vyakula vya nyongeza kama pumba za mahindi, pumba za mpunga na mashudu ya alizeti, na usisahau maji. Wafugaji wengi hupuuza jambo hili, lakini ukweli ni kwamba maji ni sehemu muhimu ya uzalishaji. Mbuzi wanaopata maji safi ya kutosha hukua vizuri zaidi na huwa na afya bora. Sasa hebu tuzungumze uzazi, eneo ambalo wafugaji wengi hupata faida kubwa. Mbuzi wa gala wana uwezo mzuri wa kuzaliana. Jike mmoja anaweza kukuzalia watoto 2 mpaka 3 kwa mara moja, ambao baadaye wanakuwa chanzo kingine cha mapato. Lakini ili kupata kizazi bora, lazima uchague madume bora ya kuzalisha. Dume bora ni kama mbegu bora shambani, ndio msingi wa mafanikio ya kizazi chote. Watoto wanapozaliwa, hakikisha wanapata maziwa ya kwanza mapema iwezekanavyo.
Maziwa haya ndio kinga yao ya kwanza dhidi ya magonjwa. Kwa kuwa kinga ni bora kuliko tiba, ni muhimu kuwapa chanjo kwa wakati, kudhibiti minyoo, kuzuia kupe na kushirikiana mara kwa mara na wataalamu wa mifugo. Wafugaji wengi wanaopata hasara si kwa sababu mbuzi wao hawana thamani, bali kwa sababu wanachelewa kuchukua hatua za kinga. Rafiki mfugaji, ukweli ni kwamba ufugaji wa mbuzi wa ghala unaweza kuwa mwanzo wa safari yako ya mafanikio ya kifedha ikiwa utafanya kwa maarifa sahihi na usimamizi mzuri. Kama una eneo la kufugia, dhamira ya kufanya kazi na hamu ya kujifunza, basi unaweza kuanza kidogo kidogo na kukua hatua kwa hatua. Wafugaji wengi waliopo juu leo hawakuanza na mamia ya mbuzi. Walianza na wachache, wakajifunza, wakavumilia, na leo wanavuna matunda ya juhudi zao. Huenda mbuzi wako wa kwanza wa ghala akawa mwanzo wa biashara kubwa utakayojivunia miaka ijayo. Asante kwa kuendelea kutazama hadi mwisho. Kama umejifunza jambo kupitia makala hii, bonyeza kitufe cha like, subscribe na usisahau kuwasha alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata mafunzo zaidi kuhusu ufugaji wa kisasa, kilimo cha biashara na fursa mbalimbali za kuongeza kipato.